Mzigo unaanzia katika shule sekondari. Hapa tunakutana na binti moja, jina lake ni Toshen. Binti anatokea katika familia ya kimaskini sana, na huu ulikuwa ni mwaka wake wa mwisho katika shule sekondari. Akiwa katika harakati za kutafuta darasa lake, ghafla anapamiana na mshikaji, jina lake anaitwa Heng. Ili tu asianguke, mwamba alimdaka na kumsogeza, na bahati mbaya simu ya binti ikaanguka chini. Akabaki anamtazama tu mshikaji, maana ni mtanashati kinoma. Muda wa baadaye, uongozi wa shule unamtangaza Heng kama mwanafunzi bora sana katika hii shule. Yaani mwamba IQ yake ni kubwa kinoma, kiasi kwamba anafaa kuwa mfano katika shule hii. Basi unaambiwa Heng akajitambulisha kwa wanafunzi wenzake, na wote wakawa wanampigia makofi pale. Basi wasichana wote wanajikuta kimkubali sana, hata Sheng anajikuta akimpenda kinoma. Anahisi moyo wake unamtaka sana, lakini anaogopa kwa sababu huwa anapata maksi za chini sana, hivyo mshikaji anaweza akamkataa. Unaambiwa ukiacha kwamba mshikaji ana akili sana, huwa anapenda ubunifu, tena ubunifu hali ya juu, na pia shule inamtegemea sana kwenye kusolve maswali magumu sana, maswali ambayo huwa yanawashinda mpaka walimu. Mida ya baadaye, katika simu za wasichana wote unaingia ujumbe kwamba Sheng atakuwa akipita kando kando ya hosteli zao, na hivyo basi wasichana wote wanamkimbilia kwenda kumtazama. Pia walimfuata mpaka akafika anapokwenda. Mojawapo ya simu na za Heng anazungumza kuhusu watoto wadogo wanaopitia magonjwa ya kansa. Sheng akiwa hapa ghafla anapokea ujumbe tofauti kidogo. Anapotazama katika simu yake anaona picha ya Heng pamoja na Siu, msichana ambaye wanasoma naye pamoja, hivyo akahisi kwamba watakuwa kwenye mahusiano. Akajisikia vibaya sana. Basi siku zote binti akawa anatazama tu picha ya mshikaji, wakati ambapo rafiki zake wanakuwa wakimtania. Katika hii shule kuna mshikaji jina lake anaitwa Min, anamfuata binti na kumwambia kwamba anampenda sana, hivyo anampatia ua kuonyesha upendo wake juu yake. Lakini unaambiwa binti akamkataa akisema anampenda sana Heng na anatamani kumtongoza siku moja, hivyo rafiki zake wakamsaidia kumwepuka mshikaji ili moja kwa moja akamuone Heng. Basi moja kwa moja binti akatoka kwenda kumtafuta mshikaji, akaingia mpaka katika mjengo fulani hivi. Haikuchukua muda mrefu, binti anapotazama mbele yake anamuona mshikaji, akawa anampatia zawadi huku akisema kwamba anampenda nyanga nyanga. Mwamba akampatia jibu ambalo linatia barafu katika moyo wake na kumuumiza, akimwambia hawezi kuleta na msichana ambaye hana akili darasani. Kisha anaondoka na kumwacha binti hapa. Binti akajisikia vibaya sana, lakini shukuriwe Mungu hakuna alimuona. Lakini Mwamba anayeongoza kamera za shule aliona tukio lile, akasambaza zile video kwa wanafunzi wengine. Haraka sana wanafunzi wote wakafika mahali ambapo yuko Sheng na wakaanza kumpiga picha na kuziposti mtandaoni. Binti akiwa nyumbani akaliona tukio lile, watu wanamtania sana. Wakati huo huo anamwona baba yake akiwa anaondoka nyumbani. Baba yake anamwambia kwamba akimbie sana. Binti akuelewa anamaanisha nini, lakini punde si punde wakatokea panya wengi sana, wanatokea katika kibanda chao ambapo moja kwa moja kinadondoka chini, hivyo hawana pa kuishi popote pale. Basi haraka sana wakafika waandishi wa habari kwa ajili ya kuandika ripoti, na moja kwa moja taarifa zikasambaa kila mahali. Basi huku pande wa shuleni wanafunzi wake wameamua kufanya kampeni ya kuweza kumsaidia. Wanakusanya pesa huku binti akijificha akiogopa watu wasimuone, lakini wanamkamata, wanamsogeza katika hadhara walipokusanya pesa zile. Lakini kiukweli binti hakuwa anataka msaada, hivyo akawa anazuia. Hapo hapo akatokea Heng akamdhihaki akisema baba yake alikosea kujenga nyumba kama banda la kuku. Binti akajikuta anapata hasira sana, na kisha akaanza kumtetea baba yake akisema alipambana sana kwa ajili ya kuja shule. Na kutokana na maneno ambayo Heng amemwambia, binti akajisikia vibaya sana, akisema kwamba siku moja atakuwa nafasi ya kwanza hapo juu, yaani atakuwa mmojawapo wa wanafunzi bora katika masomo. Basi Sheng ndo akawa ameamua hivyo. Anaporudi nyumbani anamkuta baba yake ambapo wanakusanya vitu vyao na kuondoka. Kumbe baba yake amepata msaada kwa rafiki yake wa karibu, jina lake anaitwa Jane. Atakaa nyumbani kwake mpaka siku ambapo mambo yake yatakaa sawa. Basi kumbe huyo tajiri aliagiza gari kwa ajili ya kuja kuwachukua, na moja kwa moja wakafika mpaka nyumbani kwa Jane. Hapa mzee akawakumbatia kwa furaha, na hata Mina ambaye ni mke wake anawapokea vizuri, kisha anawatambulisha Chuan ambaye ni mtoto wao wa mwisho. Baada ya hapo mke wa tajiri anamchukua Shen na kumpeleka katika chumba chake. Sasa wakiwa kwenye mazungumzo, binti anagundua kwamba kijana mkubwa wa mama huyu anasoma katika shule ambayo anasoma yeye, na pia mtoto wake ni maarufu sana, anajulikana kila mahali. Mina anamwambia Shen kwamba anatamani angekuwa na mtoto kama yeye ili awe rafiki wa mtoto wake, lakini anajua kwamba ipo siku moja anaweza akawa mkwe wake pia. Shen anamwambia Mina kwamba kuna kijana anampenda huko shuleni, hata kama anamkataa atamvumilia tu. Kabla ya Shen kulala akatamani kuzichoma moto picha za Heng, lakini ikawa inashindikana. Unaambiwa basi, unaambiwa kila mahali anapoangalia anaiona picha ya Heng, hata kitandani kwake. Mara ghafla anamuona Heng mbele yake. Binti akastuka sana baada ya kugundua kwamba huyu ni mtoto wa Mina pamoja na Jane. Basi Mwamba akawa anamtaka binti aache picha zake, japo binti akamwambia hataki amsogelee hata kidogo, na wala mshikaji asishike chochote katika hichi chumba, maana vyote ni mali yake. Mwamba akamwambia mna shida, akamdharau na kuondoka. Changamoto mpya ikaanza kwa binti. Wakati asubuhi Heng anapokwenda shuleni kwa baiskeli, mama yake anamzuia akimtaka ampatie binti lifti, japokuwa Mwamba alikuwa hataki kabisa. Lakini basi tu ikabidi amchukue binti na kuondoka naye. Binti akajisikia raha sana, lakini akiwa barabarani Heng akamshusha akimwambia asimwambie mtu yote kwamba wanaishi katika nyumba moja. Basi Mwamba akamwacha binti akiwa barabarani hapa. Binti alipofika shuleni, mama yake Heng akamtumia video ya Heng akiwa anacheza. Binti akafurahi sana, basi akaituma video kwa Heng. Heng alipoiona akataka kukutana naye ili waweze kuzungumza.
Hichi ndio kitu pekee ambacho binti alikuwa anakitaka, na moja kwa moja anamuuliza, wewe ndio uliniambia tusikutane, mbona wewe sasa hivi ndio unataka tukutane, kuna shida gani? Basi Heng akamuonyesha video akimtaka aweze kuifuta video ile. Binti akaitumia nafasi hii kufaulu kimasomo, akimwambia kama anataka ifute basi amsaidie aweze kufaulu, na kama akikataa ataisambaza video hii kwa wanafunzi wengine wote. Basi Mwamba akakubali, maana kama video hii ingeweza kusambaa ingekuwa shida. Wakaanza kusoma kwa pamoja. Ilikuwa ni ngumu kwa binti kuelewa, lakini baada ya kurudia mara kwa mara akajikuta anafaulu vizuri kabisa. Akiwa shuleni, binti anajikuta anasoma sana kiasi cha kutokujua miguu yake inaelekea wapi. Basi Min akawa anamfuata nyuma ili asiweze kupata madhara yoyote yale. Ikafika wakati fulani hivi kuna ua alikuwa anadondoka, hivyo Min akaruka moja kwa moja na kulipiga teke. Baada ya siku chache, Heng akaziona juhudi za Sheng, akaanza kumfundisha hesabu ngumu sana. Akawa anamtaka binti aweze kusolve maswali haya, maana pengine akatoka kwenye mtihani ujao. Basi unaambiwa binti akawa anasolve vizuri mpaka anapata majibu ya kweli, lakini safari hii Mwamba alikuwa amelala kabisa, yaani amelala fofofo, maana alikuwa amechoka sana. Binti akamsogelea na kulala karibu yake huku akimtazama vizuri, na yeye pia akajikuta amelala kabisa, yaani fofofo. Mama yake na Heng akafika na moja kwa moja akaanza kuwarekodi watoto wake. Siku ya mtihani ilipofika, binti akajikuta amejibu maswali yote vizuri kabisa na matokeo yakawa yametoka bwana. Binti akaja kutazama jina lake kwa mwembwe sana, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kuona jina lake kati ya wanafunzi waliofaulu sana. Wenzake wakawa wanamcheka vya kutosha. Mara ghafla akatokea mwalimu wa taaluma akisema kwamba kuna jina linakosekana hapo juu. Walifanya makosa katika kuandika majibu, hivyo wamegundua kwamba Sheng amefaulu sana yani, na kisha jina lake linaandikwa miongoni mwa wanafunzi waliofaulu sana katika mitihani hii. Wanafunzi wengine walijikuta bado wanakasirika, japokuwa rafiki zake walifurahia sana mafanikio yake. Binti akamwambia Heng kwamba amefanikisha kile alichokisema, yuko chini yake kwa sasa kwa nafasi moja tu. Basi Mwamba akampongeza pale. Binti akafurahia sana pamoja na rafiki zake. Kama ilivyo kwenye mitashunta katika shule za huku Tanzania, basi kwao kulikuwa kuna kitu kama hicho. Basi Min akawa anashindana na Heng akitaka kumwonyesha Sheng kwamba yeye ni bora sana kuliko Heng, lakini kwa bahati mbaya Heng akashinda tena. Kila mmoja akawa anamshangilia, unaambiwa. Huko upande wa mashabiki, mama yake amechukua picha za Heng pamoja na Sheng, anawatumia wanafunzi wengine, anawapa ukweli kwamba wanaishi katika nyumba moja. Basi baada ya mashindano, Heng akawa anamdhihaki sana Min kwa kuwa ameweza kumshinda, unaambiwa, lakini Min anakasirika akitaka kupigana, lakini Shen anawazuia akimwambia Heng kwamba Min ni kijana mzuri sana kuliko yeye, kwa sababu hatukani watu wengine kama jinsi ambavyo anafanya yeye. Basi wakati huo rafiki mmoja wa Heng anarusha video katika screen kubwa ikionyesha binti akiwa anamtongoza mshikaji, na Mwamba alimkataa kabisa. Binti akajisikia vibaya kinoma. Kwa kulipiza kisasi, binti akaituma video ya mshikaji akiwa anacheza tena akiwa amevaa nguo za kike. Wote wakawa wanamcheka Heng. Basi vita ikaanza kati ya haya makundi mawili. Mwamba akamchukua Sheng na kumtoa nje kidogo. Hapa anamuuliza amefanyaje vile. Binti akalalamika akisema Mwamba huwa anamdhihaki sana tena mbele ya rafiki zake, hivyo anatamani siku moja aweze kuacha kumpenda. Anaongeza akisema akimaliza shule atakutana na kijana mzuri sana na ataolewa naye na atamsahau kabisa huyu mshikaji. Mwamba akamsogelea Sheng na kumwambia kwamba hawezi kumsahau hata iweje, na kisha akaamua kuondoka zake. Wakiwa nyumbani, mama yake na Heng anamshukuru sana binti kwa kuwa anampenda sana Heng, na pia anamwambia kwamba Mwamba kabadilika sana siku hizi. Kisha mama anamwambia Shen kwamba Heng hakupata nafasi ya kukaa karibu na baba yake, maana mara zote yuko busy sana. Hata hivyo baba yake anamtaka mshikaji aweze kuja kwa mrithi wa kampuni zake, kitu ambacho Heng hakitaki. Mama anataka mtoto wake awe na furaha na anaamini Sheng anaweza kutengeneza furaha hiyo kwa Heng. Basi bidada akamwambia mama yake Heng kwamba atahakikisha siku zote anakuwa karibu naye, hatamwangusha hata kidogo. Siku inayofuata Heng anatakiwa kwenda kufanya mitihani, na kama atafaulu basi atakwenda kusoma nje ya nchi. Kumbe binti amemwandalia urembo fulani hivi ambao utakuwa kama bahati kwake, akampatia huku akimtakia bahati njema. Mwamba akatima mpaka katika mtihani. Kabla ya kuingia kwenye chumba cha mtihani, Mwamba alidondoka, hivyo akachelewa kuingia kwenye chumba cha mtihani. Anapofika penseli yake ikakatika, akahisi pengine kuna kitu kibaya ambacho kinaweza kutokea muda si mrefu. Akahisi urembo alompatia Sheng unamletea bahati mbaya. Moja kwa moja akaomba ruksa kutoka nje, huku Mwamba akawa ananunua kitafunwa. Wakati huo binti alikuwa anafuatilia hatua kwa hatua, lakini baadaye binti akaamua kuondoka. Anapogeuka tu, kwa bahati mbaya akapata ajali. Kumbe Heng aliona hili tukio, moja kwa moja akamkimbilia binti. Basi akamchukua pale na moja kwa moja akamrudisha mpaka nyumbani. Binti aliposhtuka akajua tu pengine Heng akawa amekosa mitihani yake. Wakati huo huku sebleni, Mwamba amekaa na baba yake akimwambia kwamba hataki kufanya mitihani, na yote hii si kwa sababu ya Shen, ni kwa sababu hataki kurithi mali zake wala kampuni. Mzee akawa amekasirika kinoma, huku Mwamba akiwa na msimamo akisema kwamba anaweza kufanya kila kitu ambacho wao wanakitaka na yote ni kuwapatia wao furaha, huku yeye akiwa anaumia sana moyoni. Anasema kuwa kwa sasa anataka kufanya kile ambacho moyo wake unataka, hivyo anaondoka zake. Sheng alisikia kila kitu, moja kwa moja akamfuata babake Heng akimwomba msamehe. Basi binti akamtafuta sana mshikaji. Alipompata akamwambia kwamba yeye ni mtu tofauti sana, hivyo anastahili kupata kile ambacho anakitaka. Anamshauri mshikaji aweze kufanya kile ambacho moyo wake unataka na siku zote atakuwa pamoja naye kwa ajili ya kumsaidia. Basi unaambiwa siku inayofuata Mwamba akapaki mizigo yake tayari kwa ajili ya kuondoka.
Baba yake alikuwa na hasira sana, hakutaka hata kumwaga. Basi moja kwa moja Mwamba akaondoka na kwenda kuanza chuo kingine, chuo ambacho kinahusiana na mambo ya teknolojia. Basi unaambiwa kwamba binti hakuacha kumfuata, mara kadha wa kadha akawa anajaribu kutengeneza furaha kwa mshikaji, japokuwa Mwamba alikuwa busy sana. Kama umefika katika dakika hii, tafadhali usisahau kusubscribe, kuweka like na kucomment. Basi usiku ulipofika, binti akawa amemwandalia mshikaji chakula, hivi moja kwa moja kampelekea, lakini akiwa njiani anashangaa kumwona mshikaji akiwa na mwanamke mwingine. Huyu dada jina lake anaitwa Sue, na moja kwa moja wanazama mpaka ndani. Binti akiwa anashuhudia kwa macho yake, anajikuta akipata hasira sana. Washikaji walipofika ndani walizima taa na moja kwa moja wakalala. Binti akajua kwamba wanaishi kwa pamoja, na siku inayofuata akamwomba Min aweze kumsaidia kuweza kumfuatilia mshikaji. Basi kumbe Heng aliweza kuwaona hapa, akauliza nini kinachoendelea. Binti akamjibu kwamba wanasherehekea siku ya wapendanao. Basi wakaanza kupiga picha pale, lakini Heng naye akaamua kulipiza. Moja kwa moja akapiga picha na Sue. Min akapanga mpango na dereva Toyo kwamba wataondoka haraka sana pale ambapo mchumba wake atafika. Kwa bahati mbaya sana akawa amefika Sue, na dereva akaiondoa Toyo yake haraka mno. Licha ya Min kumwambia dereva aweze kusimama, lakini hakuna alimsikiliza. Upande wa pili, basi wanajikuta wakitumia muda kwa pamoja. Mwamba akamuuliza ilikuwaje akafika maeneo haya. Binti akamwambia alimuona akiwa na Sue, na yeye akamuuliza ni kitu gani ambacho alikuwa nakifanya. Basi Mwamba akamuelezea kuhusu kijana mdogo aliyekuwa akiumwa kansa. Anamuelezea kwamba kampuni ya baba yake pamoja na kampuni ya baba yake na Sue iliamua kuchukua jukumu la kuweza kumsaidia. Ndipo moja kwa moja yeye pamoja na Sue wakajikuta wakisubiria simu fulani hivi itakayoelekeza waweze kupeleka vifaa hospitalini. Ndoto zake ilikuwa ni kuwa daktari na wala haikuwa kurithi mali za baba yake. Mwamba akamwambia binti kwamba yeye ndio mtu pekee alimwambia ndoto zake, hajawahi kumwambia mtu mwingine yoyote yule. Binti akafurahi na kisha akasimama. Basi wakajikuta wameondoka kwenye maji. Wanapofika katika stendi ya mabasi wanakuta gari imekwisha kuondoka, hivi moja kwa moja wakaamua kulala hotelini. Walikuwa wameloa kinoma, hivyo kila mmoja akabadilisha nguo. Basi ikabidi Mwamba atoke kwenda kufuata chakula. Binti akahisi upweke sana, akaogopa na kutoka nje. Kama kawaida wa dada, akahisi kuna mtu anamfukuza nyuma, hivyo kwa uoga mkubwa sana akajikuta anapiga kelele. Mwishowe akakutana na Heng anayemuuliza kwamba anafanya nini nje. Binti akamwambia alikuwa anaogopa. Basi Mwamba akamvika jaketi lake pale. Basi usiku Mwamba alipokuwa amelala, binti akazungumza peke yake akihisi asikiki. Anasema mwanamke atakayempata Heng basi atakuwa na bahati sana, anamwomba ampende sana mshikaji kuliko atakavyokuwa anajipenda mwenyewe. Kumbe mshikaji alikuwa hajalala. Binti alipolala akasema kwamba hatopata mtu anayempenda kama anavyompenda yeye. Basi siku inayofuata asubuhi na mapema simu inaita. Mwamba anapopokea ilikuwa ni mama yake, anampa taarifa kwamba baba yake anaumwa sana. Basi unaambiwa haraka sana Mwamba pamoja na binti wakatimba hospitalini. Kumbe baba yake Heng ana matatizo ya moyo yanayotokana na kazi ambayo alikuwa anaifanya. Daktari akawapa taarifa kwamba baba yao anahitaji kufanyiwa upasuaji wa moyo, na pia atawapatia taarifa ni siku gani ambayo anatakiwa kufanyiwa upasuaji. Sasa iko hivi, pesa inatakiwa kutolewa tena na nyingi sana, na ubaya ni kwamba kampuni inasema haina hiyo pesa kwa ajili ya kumsaidia. Hivyo moja kwa moja Heng anaamua kuchukua maamuzi ya kwenda katika kampuni ya baba yake. Anamwachia mama yake jukumu la kumtuza baba yake, na anamtaka ampe taarifa ya chochote ambacho kitakuwa kinaendelea hapa hospitalini. Kumbe Shin alimfuata huku anamkuta mshikaji akiwa pamoja na Sue ambaye ameleta jopo la madaktari maalum kwa ajili ya kumtibia baba yake na Heng. Basi bwana, kila kitu kikaendelea. Wakati huo Heng akaenda katika kampuni ya baba yake, akawa anajitahidi kuangalia matatizo ya kiuchumi yanayotokea katika kampuni. Baada ya muda baba yake akafanyiwa upasuaji, akabakia katika chumba cha ICU. Basi kwa muda huu Mwamba akajikuta anamkumbuka sana baba yake. Basi moja kwa moja kwa hasira kubwa sana na akili iliyopevuka, Mwamba akaanza kufuatilia share zote za kampuni na akaanza kutoa suluhu ya matatizo ya kiuchumi yanayoikumba kampuni ya baba yake. Aliposinzia kutokana na uchovu, binti akawa amemfunika pale. Anapoamka asubuhi na mapema, anagundua kwamba amechelewa sana, hivyo moja kwa moja anaondoka na kutokunywa chai ambayo ameiandaa Shin. Basi ikafika jioni sana, binti akamfuata mshikaji. Mwamba alipomuona akamsogelea pale. Sasa mvua ilikuwa inanyesha sana. Binti akamwambia alikuwa na wasiwasi naye, hivyo aliamua kumletea mwamvuli kwa ajili ya kujikinga na mvua. Mwamba akamjibu vibaya sana, akimwambia yeye hamuhusu hata kidogo, hana muda naye kwa sasa, ana muda na kazi pamoja na baba yake, kisha akaondoka. Basi mida baadaye binti alikuwa anajisikia vibaya sana, akaamua kukaa mwenyewe. Baba yake anamfuata na kumpa ushauri wa muhimu kinoma, akimwambia atafute mahali pa kuishi peke yake, aachane kabisa na Heng, kwani atakuwa anamsumbua kila siku, ataumiza moyo wake. Binti akakubali kabisa, akasema kwamba yuko tayari kufanya kile ambacho baba yake anamwambia. Punde si punde baba yake Heng akapata nafuu, na moja kwa moja akamuuliza Heng kuna uhusiano gani kati yake pamoja na Sue. Basi moja kwa moja Heng akajiongeza, na hapa akamwambia baba yake kwamba kama atamua Sue basi itasaidia sana kuweza kuinua uchumi wa kampuni yao. Lakini mara hii baba yake anamwambia kwamba kama anataka kuoa basi amoe mwanamke ambaye atakuwa anampenda kwa dhati. Maskini ya Mungu, kumbe Shin alifika hapa, alikuja kuangalia hali ya babake na Heng. Basi Mwamba akampatia taarifa kwamba siku sio nyingi atamchumbia Sue.
Sasa baada ya kumwambia hivyo, binti akajikuta anajisikia vibaya sana. Hapa akasema anawapongeza sana, alihisi ndoto zake zingekuwa kweli, lakini hawezi kuendelea kumfuatilia simpenda. Na moja kwa moja binti anaamua kufanya maamuzi magumu sana, anamsikiliza baba yake. Na hapa basi wanaaga familia ya kitajiri, wanarudi zao katika maisha yao magumu. Siku za baadaye binti akawa nesi. Alipotazama kwenye simu yake akaona posti ikionyesha Heng atakwenda kutoa somo katika shule aliyotoka. Alifikiri pengine asiende, lakini mwishowe moyo wake wakubali kwamba atakwenda tu. Moja kwa moja akafika katika chumba ambacho Heng atafundisha siku ya leo. Sasa kumbe mshikaji alikuwa anazusha tu, alitaka kujua kwamba binti anampenda au vipi. Baada ya kuona binti amekuja hapa, akagundua kwamba anampenda sana. Kisha mshikaji akamwambia kwamba siku zote hizi alikuwa akiisha kimkumbuka kinoma, anamhakikishia kwamba yeye ndiye mwanamke pekee aliugusa moyo wake. Na kisha kwa upole kabisa Mwamba akamwomba binti aweze kumwoa. Shin akajikuta amini kabisa kile ambacho anakisikia, ndoto zake zimekamilika leo, na kuanzia sasa ataishi na mwanaume ambaye anampenda sana, Mr. Heng. Na kufikia hapo tunakuwa tumefika mwisho kabisa wa story hii tamu. Mimi hapa si mwingine ni Real Chris, yani Chris mwana wa W. Kama umependa story hii, tafadhali usisahau kusubscribe, kuweka like na kucomment. Mimi hapa nakupenda sana, tukutane siku nyingine. Bye.